Mr. Kangelo, sasa ningependa kujua na kufahamu ni product zipi zipo kwenye soko letu la hisa la Dar es Salaam? Okay. Kuna product okay. Ya kwanza ni hisa. Hisa ndo watu wanasema shares kwa Kiingereza. Okay. Yes. Hisa au shares ni ukinunua hisa ya kampuni fulani, kampuni A, inamaanisha directly wewe ni mmiliki wa hiyo kampuni, one of the shareholders wa hiyo kampuni. Okay, product ya pili? Product ya pili ni bonds. Bonds, okay. Yeah. Bonds kuna government bonds na corporate bonds. Bond ni kitu gani kwa kifupi sana? Kwa kifupi bond ni kwa Kiswahili bond ni hati fungani. It's a debt instrument. Okay. Ni kama unamkopesha huyo mtu ambaye anaissue hiyo bond. Maana yake ni hati ya deni. Ni hati ya deni. Okay. Yeah. Product ya tatu ni sukuk. Sukuk. Yeah. Okay. Sukuk hizi ni mfano wa bond lakini kwa vile ni iko sharia compliant wanasema sukuk sio bond. Kwa hiyo it's another product. Asset backed sio? Yeah, it's asset backed or asset based. Or asset based or asset backed. Okay. Yeah. Product ya 4 ni ETF. Okay. Exchange Traded Fund. Okay. Product ya 5 kuna unit trust. Unit trust. Yeah. Okay. Unit trust ni mifuko ya uwekezaji. Yeah. Hizo ndo product ambazo zipo kwenye soko letu la hisa. Okay. Umetueleza vizuri sana. Kwa hiyo kama mwekezaji anaweza kuwa na option nyingi, akawekeza kwenye stocks ambazo ndio hisa, akawekeza kwenye bond ambazo ni hati ya deni. Umetueleza vizuri kwamba zipo za serikali lakini pia zipo za makampuni. Umetueleza pia zipo ETF, hizo ni Exchange Traded Fund. Pia umetueleza kuna unit trust, hizo ni collective investment schemes. Lakini pia umetueleza product gani nyingine? Sukuk. Umetueleza pia kuna sukuk, kwa wale sisi watu tunaopenda halal investment, kwamba tuna sehemu yetu pia ya kuwekeza. Kwa hiyo tunaona kwa jinsi gani soko letu limekuwa na option nyingi ambazo zinaweza zikatusaidia sisi wawekezaji, hata wale wawekezaji ambao walikuwa wako tunasema ni unsaved, sasa hivi wako saved kwa sababu ya option zilizoko. Tuna hizo halal investment kama alivyosema hapa, tuna sukuku na zinafanya vizuri kama Albarak sukuku hiyo, lakini pia kuna KCB nafikiri juzi wametoa tena sukuku yao nyingine inaitwa Mapato Sukuk. Mapato Sukuk. Kwa hiyo tunaona soko letu linawachukua wawekezaji wa aina mbalimbali. Asante sana Mr. Kangelo, na umetueleza vema sana kuhusiana na product ambazo zipo. Ili nishiriki sasa kwenye masoko haya, natakiwa nifanye nini mimi kama mwekezaji? Kama mwekezaji ili ushiriki, tumeshazungumza kwamba lazima uwe na CDS account. Kwa ukitaka kununua hisa lazima uwe na BSE CDS account. Okay. Ukitaka kununua hati fungani za serikali lazima uwe na BOT CDS account. Ndio. BOT CDS account, wakala wako anaweza kukusaidia kupata hiyo CDS account. Atakujazisha form, atakuomba viambatanisho vichache, then yeye ataweza kufungulia hiyo account. Kwa kitu cha kwanza lazima uwe na wakala, lazima uwe na CDS account. Lazima uwe na wakala. Gharama zake ziko vipi? Kwa sababu watazamaji wanaweza wakawa wanaogopa kuja kuwekeza kwa sababu wanaweza wakahisi ni ghali sana kufungua account. Kwa Global Alpha Capital sisi hatucharge hela yoyote kufungulia account. Kufungulia account ni bure kabisa. Yaani nafungua account ya bond ambayo unaweza kuwekeza kwenye government bond, hizi bond za serikali, lakini nafunguliwa account ya kuwekeza kwenye hisa pasipo kutoa malipo yoyote. Malipo yoyote. Sasa kiwango cha kwanza kuwekeza ni kiasi gani? Kwa sababu mimi pia ningeweza kuogopa kwamba inawezekana nahisi watu wanaopaswa kuwekeza na watu wenye mamilioni ya pesa. Na mimi sina hizo milioni za pesa. Hapana. Kwa mfano, hati fungani ya serikali. The minimum amount ya mtu kuwekeza ni milioni 1. 1 million. 1 million. Okay. Hizi corporate bonds. Bonds za makampuni. Ndio. Kiwango cha chini ni 500,000. 500,000. Ndio. Okay. Soko la hisa. Kiwango cha chini nategemeana na hiyo hisa inauzwaje. Okay.
kuna hisa inauzwa 700, kuna hisa inauzwa 1000, kuna hisa inauzwa 320. Sasa nataka kujua, ndio inauzwa 700, lakini natakiwa ninunue hisa ngapi? Requirement. Kwenye application unanunua minimum ni hisa 10. Hisa 10. 10 tu? 10 tu. Ukimtafuta wakala wako unaweza ukanunua hata hisa 1. Kwa hiyo watazamaji wanapaswa kuona hili jambo jinsi lilivyokuwa rahisi, kwamba nikiwa na 30,000 leo mimi naweza nikaanza kuwekeza even hata nikiwa na 10,000, 20,000, kwa sababu kama kuna kampuni hisa yake ni 400, ukizidisha mara 10 bado ni pesa ndogo sana, ni kama 4,000. Ndio. Kwa hiyo kumbe tuna uwezo kuwekeza kwa sababu requirement ni hazitufungi, lakini pia naweza kuikopesha serikali. Milioni 1 unaikopesha serikali, unajivuna kwamba na mimi nimekopesha serikali. Lakini pia unaweza kuikopesha kampuni 500,000. Kwa sababu naona figa ulizozitaja Mr. Kangero ni figa ambazo ni accommodative kwa kila Tanzania. Yes, hata kwa watu wenye uchumi wa kati, wenye uchumi mdogo na hata wenye uchumi wa juu, ni accommodative na kila mtu anaweza akashiriki. Swali jingine wawekezaji wanaweza wakauliza, ndio tunaweza kuingia kwenye masoko kwa gharama ndogo, lakini kuna hatari zipi au nani anaweka assurance ya haya masoko? Ulinzi wa soko uko vipi? Kwa sababu umeshaniambia haya mambo yanafanyika online, na tunaweka data zetu pale. Nani analinda sheria za soko ili mimi nimeonewa ninaenda kwa nani? Ningependa kujua watu gani wanaolinda soko. Okay. Mtu wa kwanza anayelinda soko ni BSE mwenyewe. Ndio. Tunasema ni self regulatory organ. Okay. Yeah. Yeye tayari ana sheria ambazo ameziweka kulinda soko na kuwalinda wawekezaji. Okay. Mtu wa pili anayelinda soko ni CMSA. Mamlaka ya soko la mitaji na dhamana. Okay. Tanzania. Capital Market and Security Authority. Yes. Okay. Na wenyewe ndio wanalinda soko, wanamregulate DSE na wanamregulate broker. Wanafanyaga hadi on-site inspection, off-site inspection. Okay. Kwa hiyo wawekezaji hawatakiwi kuwa na shaka kwenye swala la ulinzi. Sasa umeniambia CMSA lakini pia DSE ndio wanaolinda soko. Mimi kama mwekezaji nimepata changamoto leo, nimekwazana na mwajiriwa mmoja wapo wa market intermediaries ambaye tunasema ni stock brokers labda ambao wapo kwenye masoko yetu. Natakiwa nianzie wapi? Nimekwazana na mtumishi mmoja wa ofisi fulani. Labda nimekwazana na mtumishi wa Alpha Capital mmoja. Natakiwa nianze kwa nani? Unatakiwa uanze hapo kwanza Alpha Capital. Umegombana na mtumishi wa Alpha Capital? Ndio. Unamtafuta head of customer service wa Alpha Capital. Ikishindikana unamtafuta mkurugenzi wa Alpha Capital. Okay. Ikitoka hapo imeshindikana, then unaweza ukaenda Dar es Salaam Stock Exchange. Okay. Imeshindikana unaenda CMSA. Imeshindikana kabisa, kuna organ mpya imekuja inaitwa Capital Market Tribunal. Tribunal. Baraza la usuluhishi. Okay. Unaenda kufungua shtaka Capital Market Tribunal. Na wenyewe pia wana taratibu zao kwamba maybe hukumu imetoka kabla ya siku 7, kama wanataka uappeal huo umeshasema kwamba wanataka uappeal. Okay. Kwa kila hatua kuna taratibu zake. Nimeona kuna haja ya kuwaalika watu wa Dar es Salaam Stock Exchange, CMSA, lakini pia umeniambia watu wa Tribunal. Tuje tuzungumze wao wanafanyaje kazi na wanawasaidia, lakini kikubwa nilikuwa nataka wawekezaji tuweze kuelewa kwamba tunapokuwa kwenye haya masoko, ule utaratibu wa kwenda sasa kutoa malalamishi yako, umekutana na mfanyakazi wa kampuni X, uwezi ukaenda moja kwa moja Dar es Salaam Stock Exchange.
kuna ngazi za kufuatilia ili kwanza jambo lako liweze kwenda kwa wakati, kwa sababu unapoenda DC anaweza akalirudisha jambo huku chini kwamba mlifanyie kazi. Kwa hiyo ili kurahisisha ufanisi, umekwazana na mfanyakazi, nenda kwa kiongozi wake. Kiongozi wake asipokupa majibu yanayokuvutia, nenda kwa mkurugenzi. Ukiona umeshindwa, sasa ndio uende Dar es Salaam Stock Exchange. Sio upige tu simu moja kwa moja mamlaka ya mitaji na dhamana CMSA. Kuna hizi procedure ambazo tunazifuata ili tuweze kukuza ufanisi na kuwafanya masoko yetu yaweze kuendelea vizuri. Swali langu la mwisho Kangelo, umekuwa kwenye masoko ya mitaji na dhamana kwa kipindi kirefu. Miaka 5 ijayo unaliona wapi soko? Miaka 5 ijayo? Sasa hivi kuna takriban wanahisa 800,000. Okay, 800,000. 800,000. Population ya Tanzania, kama unafuatilia population, what's the population of Tanzania right now? Population ya Tanzania tuna anticipate kwenye milioni 65 hivi. Sasa hivi tuna anticipate kwenye milioni 65. Kuna wanahisa 800,000. Ndio. Baada ya miaka 5, the population is anticipated to be 140 million. Okay. Yeah. Kwa wanahisa hawa 800,000, tayari unaona kabisa kwamba still kuna gap kubwa la watu wengi sana wajaingia kwenye soko la hisa na mitaji. Kwa baada ya miaka 5 kutakuwa na we are hoping kwamba makampuni yaendelee kuingia, okay, ili wawekezaji wapate uwanja mkubwa wa kununua hisa, wapate uwanja mkubwa wa kuchagua. Lakini baada ya miaka 5 kwa population hii jinsi inavyokuwa, ndio, na still mpaka sasa hivi tuna wanahisa 800,000, tumeshaanza kuona kwamba masoko ya hisa na mitaji watu wengi sana wanaanza kuyaulizia. Still there is a gap to cover. Okay. Kwa kutakuwa kuna soko la hisa bado litakuwa litosha. Kwa kumuelewa Kangelo hapa, Mr. Kangelo anajaribu kuonyesha opportunity ambayo mwekezaji ukiingia leo unaweza ukaipata baada ya miaka fulani, kwa sababu kama anakwambia kuna wanahisa 800,000, watu wanao participate kwenye masoko ni watu 800,000 ambao wameshaingia kwenye haya masoko, na population ya Tanzania ni watu milioni 65. Kwa hiyo anakuonyesha kwamba on going forward atakayeingia sasa hivi ana advantage ya kupata faida kubwa kwenye tunapoenda huko mbele, population inavyozidi kuingia kwenye soko letu. Kwa hiyo wawekezaji ni fursa ya kuingia kwenye haya masoko, na naamini tunapoingia kama sisi vijana inatupa kitu kikubwa. Kipindi kijacho tutakuwa na siku nzuri sana ya kuongelea saikolojia ya uwekezaji. Kwa hiyo usipange kukosa iko kipindi, kwa sababu nitakuwa na mtaalamu mzee wetu wa muda mrefu, amekaa kwenye masoko haya kwa muda mrefu, na tunaamini uzee ni dawa na kuna vingi sana atatupatia. Asante sana Mr. Kangelo, imekuwa kipindi kizuri sana kujumuika nasi, na tunaendelea kukaribisha, tunaendelea kuwa na vipindi mbalimbali na tunaendelea kuwepo hapa kila siku. Nashukuru sana kwa kunialika. Basi watazamaji wetu, mimi niwatakie siku njema na niendelee kuwakaribisha sana. Ukipata samani hii, jaribu kushana rafiki yako, jirani yako na watu wote wanaokuzunguka, ili tuendelee kuenjoy mnyororo wa samani uliopo Capital Market. Karibuni sana Global Alpha Capital, karibuni sana Capital Connect.